Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Victor Masharia na tunakuja moja kwa moja kutoka Chuo Kikuu cha Mount Kenya, na leo tunaye mponya wa Bwana, na tungependa tu tusikie tu atuambie jina lake, atuambie hali yake ilikuwa gani na jinsi Bwana alimtembelea, na hata siku ya leo tuko mahali hapa ili tuende tusherekee Bwana, si ndio? Karibu sana Molly. Amen, praise the Lord. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Mwele Achieng. Aliyekuwa kiwete for 13 years lakini si kiwete kwa leo. Ya nguvu sana. Unasema ulikuwa kiwete kwa miaka ngapi Molly? Kwa miaka 13, 13 years. Miaka 13. Ya nguvu sana, ya nguvu sana. Maybe mwingine tuambie tu ulikuwa unasoma wapi, hali ilikuwa aje wakati ulikuwa kiwete, na kila kitu mpaka hivyo ulikuwa unapitia hiyo hali kabla Bwana acha kutembelea. Unajua tu kwa ufupi. Amen. Nilikuwa kiwete for 13 years. Sikuwa naweza kutembea. Hapo pale ungeniacha, hapo ndiye mvua ingenipiga, jua inichome. Haja kubwa, haja ndogo pia ilikuwa inatoka tu. Baba alikufa, mama alikufa kama niko na 5 years. Baba akaingia kukunywa pombe. Sasa nilikuwa napitia mingi sana. Nikienda haja kubwa, haja ndogo, hakuna mtu atanisaidia. Hadi baba yangu arudi ama dada zangu ndio watoke shule ndio wanisaidie. Nilikuwa nasoma Joyland Special School. Nilijaribu kwa waganga. Nilienda kwa waganga walikuwa wanakula tu pesa. Wanatuambia leta kuku, leta ng'ombe, fanya hivi, utatembea kesho ukiamka bado wewe ni kiwete tu. For 13 years nilienda kwa hospitali Russia, Kijabe, Nyabondo walinifanyia operation kwa mgongo. Vile walifanya kwa mgongo ika lose break chini huku ilikufa, sikuwa naweza kusikia. Sasa mguu zangu zilikufa. Nilitembea kwa hospitali lakini sikupata tumaini. Lakini vile ilifika 2017 December, mimi nilikuwa Kisumu, manabii wa Bwana alikuwa Nairobi. Sikuwa naomba ministry. Kuna tu jirani alikuja kufanya kwa kazi kwetu. Sasa alikuwa anapita, ilikuwa Saturday tarehe 16. Akaniona, akakuja kwetu, akaambia baba yangu, tafadhali tunakuomba nisaidie huyu mtoto wako kesho niende naye kanisani. Baba yangu alikataa, akarudi Sunday vile alirudi asubuhi alikataa. But jirani alienda tu kanisani, alirudi tena. Vile alirudi kitu saa 5 saa 6, akaambia baba yangu, tafadhali tunakuomba nisaidie huyu kiwete wako. Baba yangu alikubali lakini alimpea machete. Alimwambia tunakupea huyu kiwete na akirudi akitembea na crutches utakufa. Yeye anaenda kunywa pombe. Alimwambia 3 times na kupea huyu kiwete lakini akirudi akitembea na crutches utakufa. Mimi nilienda kanisani. Nilifika Rabuor ground 20 minutes na manabii wa Bwana alikuja hewani. Nilienda kwa gate 1. Niliulizwa tu hospitali yenye nimeshaenda. Nikawaambia Russia, Nyabondo, Kijabe. Hawakunipea dawa, hawakunidunga shindano. Manabii wa Bwana alikuja hewani. Akasema viwete watatembea, visiwi watasikia, vipofu wataona, ukimwi itapona. Kitu yenye nakumbuka yenye manabii wa Bwana alisema ya mwisho, alisema tu it is well. It is well. Yes, na mguu yangu ya left kanyoroka. Hapo ndio nikaanza kutembea hadi wa leo. Ya nguvu sana. Sasa unasema tu ni wakati tu manabii wa Bwana walikuja na walikuwa Nairobi na wewe ulikuwa Kisumu. Na unasema ile tangazo ya damu ya Yesu na ile maneno it is well ndio ilifika ikakunyoosha mguu pale ulikuwa. Yes. Hiyo ni ya nguvu sana kabisa na tunashukuru Bwana. Pengine utuambie baba vile ulirudi nyumbani ilikuwa aje after uponyaji umefanyika, umerudi sasa, kwa sababu umetuambia hapo awali ya kwamba alikuwa amesema alikuwa ameambia yule mshirika kwamba atakufa. Lakini sasa tunaona kwamba umeenda pale na ukapata uponyaji na ukaacha crutches. Sasa ilikuwa aje? Hebu tueleze tusikie. Vile nilipona walimpigia hapo nikiwa church.
Moli anatembea lakini hakuamini. Wapendwa walikuwa wanampigia, akaamua kufunga simu, lakini wapendwa wakaamua kunipeleka nyumbani na celebration. Majirani walikuja, watu wengi walikuja. Alitupata kama tuna celebrate. Na nilikuwa ndani ya nyumba, niseme karibu na pale kwa gate. Alilewa akasema tu, Moli kama unatembea hebu toka nje nikuone. Na mimi pia nikatoka nje. Akasema nataka Mungu. Alipiga magoti nje, receive Mungu. Kwanza hiyo siku 2017 December tarehe 17 hadi wale wajai kunywa pombe. Ya nguvu sana. Kwa hiyo wapendwa, tunaona ya kwamba hii miujiza ya Bwana imekuja hata kubadilisha, si hata tu waponya peke yake, imekuja kusaidia mpaka wazazi. Kwa sababu unaona Moli anatuambia ya kwamba hata baba aliacha kukunywa pombe. Ya kwamba alipoona tu na akaona tu ya kwamba tu Moli anatembea, alisema toka, na alikuwa amelewa. Akapiga magoti na akampokea Yesu. Na kama tunaona ya kwamba kumbe Bwana amekuja kukumbuka kizazi na ametuletea tumaini ya kwamba siku ya leo hata familia na jamii zinakumbukwa kupitia hii miujiza ya Bwana. Na naona siku ya leo tuko na Moli hapa na anatuambia ya kwamba amekuwa akitembea. Pengine tu tusikie tu kutoka kwa Moli. Imekuwa 2017 alipata uponyaji, sasa ni 2025. Na Moli anatudhibitisha kwamba amekuwa akitembea. Acha tuambie tu safari imekuwa aje tangu amewahi rudi ama amekuwa akitembea na akitembea na akitembea. Moli, unaweza tu tuambia tangu 2017 December hadi wa leo. Leo niko na 7 years 5 months. 7 years 5 months. Na one day. Na one day. Yes. Mimi kila siku nikiamka, nikijipata bado natembea, narudi kwa gate 1 yangu, natazama, nasabu usiku. Nasema Mungu asante kwa kunisaidia. Tangu Mungu anipone, amenitoa kwa mavumbi, amenitoa watu. Madada zangu walikuwa wananicheka, ndugu zangu walikuwa wananichukia. But sahi nashukuru Mungu, sahi niko msafi. Hata ile haja kubwa haja ndogo nilikuwa natumia pampa, sahi nimeacha kutumia pampa. Nashukuru Mungu sana 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 sana. Naweza kufanya kila kitu. Kunaosha nguo zangu, nafua, napika, naweza kufanya kila kitu. Hata nilitoka Kisumu nikuje revival Mount Kenya. Nimefurahi sana kufika Mount Kenya. Ni tu Mungu wa nabii ndiye amefanya ningefika hapa Mount Kenya. Nilikuwa kiwete brother, si Mount Kenya sings. Hata wange kunibalia pale niingie na hizo crutches. Wangesema huyu kiwete anaenda wapi? Lakini leo nimefurahi sana kuingia. Nasikianga tu Mount Kenya. Lakini nimeingia Mount Kenya tu juu ya manabii wa Bwana. Nikuje nishuhudie watu wenye ambao hawana tumaini, niwaambie kwamba Mungu alinitendea. Nimefurahi sana, wengi nimefikia wengi sana. Na pia wamekubali kuchukua time yao na kusikia ushuhuda yangu. Mimi ninasema tu asante sana. Mungu akubariki. Asante sana. Hata tunapomalizia wapendwa, tuko hapa Mount Kenya na jinsi Moli anasema ya kwamba amefurahia kukuja hapa Mount Kenya University na ya kwamba ameweza kufikia wanafunzi. Na tunajua kwamba wapendwa wasikilizaji ya kwamba Bwana ako na ujumbe mmoja. Na kuna ile ambayo Bwana anasema, tukiangalia tukitazama Moli ambaye alikuwa kiwete sasa anatembea. Je, ujumbe ni mgani hata kwa sisi wanafunzi wa Mount Kenya University? Ya kwamba Bwana anauliza ya kwamba sasa hatuwezi kama ile kijiji ya Bethsaida na Korazin. Waliona viwete wakitembea lakini bado hawakubadilika. Lakini Bwana leo ametuletea Moli ya Chieng. Ni tunuku namna gani ya kwamba hata wanafunzi wanapata kuona viwete wakitembea. Na Bwana anaitisha toba, si ndio? Wapengine tusikie tu ile wosia wa mwisho ama tu ujumbe wa mwisho kutoka Moli. Ataambia nini wanafunzi? Je, ni nini Moli ungependa tu kuambia wanafunzi wa Mount Kenya na hata kila mtu ambaye anakusikiza siku ya leo, tukimalizia tu kuhusiana na ushuhuda kubwa sana ya Bwana Moli? Ningependa kuwaambia tu, wanasema kwa kitabu John, sijashika verse, nimeshika chapter verse 38, inasema tukubali matendo ya Bwana hata tukikataa neno lake. Umeona nikitembea, hata nashukuru Mungu sana aliniachia alama.
Umeona leo nikitembea. Sasa ukubali tu kazi ambaye anatenda. Ningependa kuwashukuru sana. Nikimaliza ningependa kuambia tu Mungu anarudi, hatujui siku, hatujui saa. Na usinione nikitembea. Umeniuliza maswali lakini utabaki. Mungu atakuuliza utabaki mbona? Uliona kama kiwete anatembea. Umeona vipofu wakiona, visiwi wakisikia, ukimwi ikipona. Hata huko sasa manabii wa Bwana anatoka nje anapeleka neno huko. Anataka kila mtu aingie na ni bure bila malipo. Mimi tangu 2017 hadi wa leo sijai kutoa hata shilingi na bado natembea. Mimi yangu tu ni kusema tu asante kwa Mungu na asante kwa manabii wa Bwana. Kama si yeye ningesha kufa. Lakini sasa mimi nashukuru tu Mungu sasa niko sawa. Hata leo nimekanyaga Mount Kenya. Nimefurahi sana sana sana. Asante sana. Asante sana Molly Achieng, tunashukuru Bwana sana sana sana, na kweli tumesikia ujumbe ya kwamba Bwana anaitisha toba na utakatifu, na ya kwamba hatujui saa wala wakati, na kwamba tumeona hii ya kwamba tukumbatie toba kabisa na tuendelee kujiandaa kwa sababu Masihi anakuja. Na hata tukimalizia tunashukuru Bwana Mungu Mwenyezi sana sana jinsi Molly amesema kwa kututumia manabii wake wakuu sana wa kutisha, ya kwamba hata sisi kama wanafunzi kama vijana tumekumbuka, kwa sababu Molly ni kijana mwenzetu na Bwana amekumbuka mpaka vijana. Sasa leo tuko na tumaini ya kwamba hata Bwana anasema hata vijana tunapaswa tushike hii injili, hata tukiwa shuleni tumtafute Bwana, kwa sababu Bwana atasema uko mwanafunzi uko unasoma alafu ukose kuingia mbinguni. Kwa hivyo wapendwa wabarikiwa wa Mount Kenya, pia tuendelee kushikilia Bwana, na pia wanafunzi wote kote nchini. Huu ndio ni wakati sisi kama wanafunzi na kama kila mtu ya kwamba tukumbatie toba na utakatifu. Na tunasema ni asante hata kwa damu ya Yesu. Asante sana kwa Yesu kwa kutufia msalabani na kumwaga damu yake ya dhamana ambayo siku ya leo inainua viwete, inaponya ukimwi, na inaponya kila ugonjwa na kila hali chini ya jua. Tunasema ni asante sana, na tunashukuru sana Molly hata kwa kupata muda wako kuja na kushiriki na sisi hapa Mount Kenya. Tunaweza simama tu hata tukiangalia Molly akitembea tukisherehekea. Jesus Christ, thank you Jesus Christ. Jesus Christ, thank you Jesus Christ. Jesus Christ, thank you Jesus Christ. Jesus Christ, thank you. A cripple has walked. 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 Jesus Christ, thank you Jesus Christ, thank you Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wasikilizaji, kwa majina naitwa Victor Masharia, na siku ya leo tumekuja hapa chuo kikuu cha Mount Kenya, ambapo tumekuja kushuhudia muujiza mkubwa sana wa Bwana pamoja na mponyo wa Bwana Molly Achieng, ambaye alikuwa kiwete kwa miaka 13, lakini kwa tangazo ya damu ya Yesu na manabii wakuu sana wa Bwana siku ya leo anatembea, na amekuja tu kushuhudia kwa wanafunzi pia wa chuo kikuu cha Mount Kenya yale ambayo Bwana ametenda. Na pamoja nami ninaye mmoja wetu ambaye pia ningependa tu atuambie jinsi imekuwa siku ya leo na jinsi pia wanafunzi hapa chuo kikuu cha Mount Kenya wamepokea na kuona muujiza mkubwa huu wa Bwana. Pengine kwanza tu kwa kujitambulisha, jina lako, mwanafunzi wa mwaka wangapi, mahali hapa, karibu sana. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa David Abuga, nami ni mwanafunzi hapa chuoni Mount Kenya. Kwa sasa nipo katika mwaka wa 5 na nafanya one of the course that I'm doing, Bachelor of Technology in Computer and Electronic Systems. Naam. Asante sana Abuga kwa hata kuja mahali hapa. Siku ya leo tumekuwa na mponya wa Bwana amekuja kutembelea taasisi ya Mount Kenya University. Je, unaweza tuambia tu mtasawira wa jinsi siku ya leo imekuwa? Naam, asante sana. Kwanza kabisa ningependa tu kushukuru Mungu Baba kwa kuwatuma manabii wake wakuu sana. Nami nashukuru pia manabii wakuu wa Bwana kwa kubali kuja kwetu, kuja kutusaidia sisi kama kizazi. Kwanza kabisa tukizungumzia tu miujiza ambayo yametendeka hapa nchini Kenya hayahesabiki. Na siku ya leo imekuwa siku kubwa sana
tukiangazia tu muujiza huu ambapo tunaye mmoja wetu hapa, Molly Achieng, ambaye amekuja tu kuwa nasi na pia kuja kushuhudia wanafunzi hapa chuoni Mount Kenya University makubwa ambayo Bwana ametenda. Na labda tu kwa kifupi tu kwa kueleza, kwanza kabisa imekuwa siku ya kupendeza sana. Tukiangazia tu tulipoanza kwa muda pale, nakumbuka ya kwamba kwa wakati mmoja tulipokuwa tukitembea pale hadharani, mponyo wa Bwana Molly Achieng aliyekuwa kiwete kwa miaka 13 tangia kuzaliwa kwake, akikuwa pale mbeleni kwenye foleni. Alafu unatazama tu jinsi ambavyo watu wote wamebaki tu wakishangaa, je, huyu ni nani anatembea? Alafu unakuja kuona ya kwamba pia pale nyuma kulikuwa na wale wanafunzi ambapo wako na ile tarakilishi zao na simu ambayo ilikuwa na ile gate 1 ambayo ndio lango la kwanza, ile hali kabla ya uponyaji, wakieleza kwamba huyu ambaye mnamtazama hapa akitembea hivi ndivyo alikuwa, lakini sasa kupitia kwa manabii wa Bwana ndio huyu anatembea hapa. Kwa hivyo imekuwa kubwa sana, na hakika watu walibaki wakichangaa sana. Kwa wakati mmoja nakumbuka mimi binafsi pale nikielezea tu ukuu ambaye Bwana ametenda, na wafahamisha tu huu ni muujiza wa Bwana ambaye sasa inatufahamisha sisi wote ya kwamba tutubu, tujiandae ya kwamba Mesia anarudi. Na unapoongoza kwa Bwana, hata kwa ule mshangao tu wanapokea Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo naweza sema tu siku leo imekuwa siku kubwa sana ambapo Bwana ameshinda hapa chuoni Mount Kenya University. Ndio maana pia siwezi kosa kushukuru mponyo wa Bwana pia atakubali tukue nasi siku ya leo, kwa sababu watu wengi wameweza kuokoka. Kama tulipokuwa pale darasani, tuliweza kuingia darasani moja pale ilikuwa na watu wengi sana. Pale tulikuwa tunaonyesha ule tu muujiza wa Bwana kwenye tarakilishi kabla, alafu tunawaambia huyu ambaye mnamwona alikuwa akitembea na ile crutches, kwa sasa ndio huyu hapa anatembea bila hizo crutches. Na wanabaki wako wameshangaa sana. Na pia imebidi sasa wamuofu Bwana sana. Kwa hivyo mimi tu naweza sema tu siku ya leo imekuwa siku kubwa sana hapa chuoni Mount Kenya University, kukuwa na mponyo wa Bwana. Thank you, Jesus Christ. 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 Thank you, Jesus. Jesus,